hili ni swala ambalo limekuja mara baada ya vitu kuharibika. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vile kuna vitu vinatakiwa visawazishwe. Na kusema ukweli hakuna mtu ambaye hajui ni nini ambacho kwenye mpira wetu sasa hivi kipo na zamani kilikuwepo. Kwa sababu tukizungumzia kuhusiana na kwamba timu ya taifa inafuzu kwenye AFCON kutokana na kwamba timu zimeongezeka kushiriki. Tukumbuke kwamba mwisho wa siku kama haujajiandaa vizuri, hata ikitokea bahati hauwezi kunufaika nayo. Kwa hiyo kile ambacho tunanufaika nacho sasa hivi kwenye kwenda kushiriki hizi AFCON ni matokeo ya sisi pia kujiandaa kuliko timu nyingi, kwa sababu kwenye miaka edition mbalimbali za AFCON ambazo zilipita kabla ya hapa kwanza sisi kushiriki mara nyingi, kuna vipindi ambavyo mara nyingi tulikuwa tunacheza hizi qualifications na tulikuwa hatushiki hiyo nafasi ya pili ambayo tunashika. Kwa hiyo improvements ipo paka hapo. Sasa amezungumza Jobu hapa kuhusiana na namna ambavyo Rais Karia amekuwa kila kizungumza, yani mara nyingi ni kama vile amekuwa akizungumza kauli ambazo ni tata. Kusema ukweli hii sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili wala sio mara ya tatu. Rais Karia unamsikia akiwa anaongea vitu ambavyo unaweza ukasema kwamba havikupaswa kuzungumza na mtu ambaye yupo kwenye top unaweza ukasema taasisi kubwa ya mpira wa miguu ambayo inaendesha mpira wa miguu wa nchi nzima kama Tanzania. Na moja kati ya kitu ambacho nadhani anapaswa pengine labda kukichukulia kwa ukubwa zaidi ni kuangalia namna gani ambavyo anazungumza. Hiki ni kitu ambacho nadhani kila siku mtu anapaswa kujifunza kuhakikisha kwamba anaweza kadeliver message ambayo watu wanaweza kawa wanahitaji kuweza kuisikia. Na unajua Mkule, Karia moja kati ya eneo ambalo nadhani anaweza kawa yuko vizuri sana ni kwenye eneo la utendaji. Sio lazima wewe ukazungumza, taasisi na watu wengi sana wa kuzungumza. Unaweza ukawa wewe unafanya shughuli ambazo ni za kiutendaji zaidi, ukawaachia watu wengine wakazungumza kutokana na kwamba wewe labda huko vizuri. Kila muda unapoongea unaongea mambo ambayo watu wanashangaa yanatoka kwenye kinywa cha mtu ambaye ni rais wa shirikisho au ni mtu ambaye pengine labda yupo nje kabisa labda hata ya mpira wa miguu au ni shabiki labda wa mtaani.